Kwenye mshindo mmoja inakadiriwa kuwa sperms zinazotoka ni kati ya milioni 20 mpaka milioni 25. In a single ejaculation, it is estimated to have a cumulative number of sperm from 20 to 25 millions. Kwa maana hii ni kwamba sperm zile ni nyingi sana, mbegu ni nyingi sana, lakini kinachosadikika kutokea pale kwenye cervix, kwa maana ya shingo ya uzazi, kuanza safari ya kuogelea mpaka kwenye yai, ni sperm kati ya 300 mpaka 500 ndizo zinazoweza kufika na kuanza kulizunguka yai kutafuta namna gani ya kuweza kulirutubisha. Kwa hiyo kinachohitajika ni kiwango kidogo tu, lakini lazima hawa sperms wawe na capacity, wawe na ubora, ndio waweze kukimbia. Katika hawa milioni 20 ni hawa 300 au 500 tu wanaoweza wakakimbia mpaka wakalifikia yai, na hata wanapolifikia yai ni mmoja tu mwenye uwezo mkubwa, a capacitated spermatozoa, ndiye anayeweza kurutubisha lile yai. Kwa maana hiyo, millions of spermatozoa zinaweza kuwepo zikalizunguka yai. Hundreds of them zikalizunguka yai, but just a single spermatozoa can be able to fertilize. Kwa maana how a single spermatozoa can be able to fertilize? Inakuwaje spermatozoa mmoja ndiye anaweza kurutubisha lile yai? Ni kwa sababu ana capacity. A capacitated spermatozoa is the only spermatozoa which is able to fertilize the egg. Ni spermatozoa peke yake mwenye uwezo anayeweza kufertilize lile yai. Kwa hiyo wanaume, kuna haja ya kutunza mbegu zako, kwa maana kwamba angalia ulaji wako ili uweze kutoa mbegu bora. Angalia namna ya mwenendo wa maisha yako ili uweze kutoa mbegu bora. Angalia namna gani unakunywa ili uweze kutoa mbegu bora. Jiepushe na vyakula vya sukari nyingi ili uweze kutoa mbegu bora. Jiepushe na vyakula ambavyo si vizuri, vinaweza vikapelekea usitoe mbegu bora. Na unywaji wa pombe wa kupindukia, acha kunywa pombe za kupindukia, acha kunywa pombe kali, zinaweza zikaathiri pia mfumo wako wa uzazi, hasa kwenye kutoa mbegu ambayo iko na ubora. Kwa hiyo swala la mbegu kutoka zikiwa na ubora linategemea sana afya ya baba kwa ujumla. Kwa hiyo jilinde kwa namna yako ya ulaji. Ukipima kwa mfano ukaambiwa una oligospermia, angalia mfumo wako wa maisha ulivyo. Punguza vyakula ambavyo utashauriwa na wataalamu usivitumie. Tumia vyakula ambavyo vitaelekezwa na wataalamu, na hizo supplements ambazo wataalamu watakupatia uzitumie. Ikitokea kwamba pamoja na kwamba umepewa zile dawa, lakini bado unaendelea vibaya, kwa maana mbegu hazija-attain ile level ambayo wataalamu wamekushauri zi-attain, basi namna ya kuweza kupata mtoto katika nyumba yako kwa haraka na kwa wakati unaoutaka mwenyewe ni matibabu ya IVF ama matibabu ya IUI, intrauterine insemination. Hivi vitu viwili, haya matibabu ya aina mbili, yanaweza yakakufanya ukapata watoto kwa wakati unaoutaka mwenyewe, na tena watoto wa kuchagua ni jinsia gani unataka. Na tena unaweza kujikuta hata yale magonjwa ya kurithi kama sickle cell
yasiwapate watoto wako, kwa sababu njia hii ya IVF imesaidia watu sana, kwa maana ya kupata watoto waliokuwa wanawataka, kupata watoto idadi ya wale watoto wanaowataka, wanapata watoto ambao hawana maradhi ya kurithi. Magonjwa ya kurithi yanaondolewa kabla ya huyu mtoto hajatengenezwa, kwa maana yai halijarutubishwa. Yale magonjwa ya kurithi yanakuwa eliminated, na baadaye unapata mtoto ambaye ni mtoto yuko very perfect. Kwa maana hiyo, spermatozoa ni muhimu sana walindwe. Na walindwe kwa maana kwamba ulaji wa baba uzingatiwe. Baba ajiepushe na vyakula ambavyo vitapelekea wewe upate shida. Lakini majibu yanaweza yakatoka ya namna zozote zile. Yapokee kama yalivyo. Halafu baadaye kaa na mtaalamu, jadilini namna gani ya kulimaliza tatizo. Lakini kama utapewa dawa na bado utaendelea vibaya, watafute wataalamu waliobobea pia. Zungumza nao. Kuna wakati mwingine mwanaume hatoi mbegu kabisa. Huyu mbegu zake zinatengenezwa lakini zinabaki kule ndani. Wataalamu wanao uwezo wa kuzifuata na kuzitoa, tunaita sperm retrieval, na kuweza kuzitumia kwa ajili ya IVF. Kwa hiyo usiwe na hofu. Huduma hizi ziko kote duniani. Kwa nilichokuwa na waomba tu wakina baba wote, tafadhalini sana, acheni kuanza kwenda kwa waganga kutafuta suluhisho. Hapana. Jitahidini sana muende mkawaone wataalamu hospitali. Hospitali zote nchini ziko sawa kwa ajili ya kuwachunguza watu wote. Wananchi wote wanaweza wakachunguzwa na wakapewa huduma vizuri sana. Kwa hiyo nawapendekezea kina baba, nendeni hospitali pamoja na wake zenu inapotokea kwamba mmeshindwa kupata ujauzito kwa wakati. Kuna hii kasumba ya kina baba kuwashambulia wake zao kwa matatizo, kwa kudhani kwamba kuna matatizo ya kuzaa watoto wa kike tu. Ananizalia watoto wa kike tu. Na mimi ninataka watoto wa kiume. Kwa nini ananizalia watoto wa kike tu? Sikiliza. Anayeweza kudetermine ni mtoto wa jinsia gani azaliwe ni baba. Kwa sababu mayai ya mama yana X. Ni mayai ya baba tu yana XY. Kwa maana baba ambaye anatoa X ndiye anayeweza akatoa mtoto wa kike. Shida sio ya huyu mama ambaye yeye analetewa mbegu ya kiume. Kwa baba mwenyewe ndiye anayeweza kudetermine ni mtoto gani azaliwe wa kiume ama wa kike in a natural process. Kwa kama unadhani pengine unazaa watoto wa jinsia moja tu, basi jawabu ni kufanya IVF. IVF inakupa nafasi ya kuchagua ni watoto wa jinsia gani unataka. Lakini sio kumshutumu huyo mama na kuendelea kumdharau na kuendelea kumuumiza kisaikolojia kwa kudhani kwamba pengine yeye ndiye anayeleta watoto wa kike. Watoto wa kike hawaletwi na mama. The only person to determine the sex of the baby is the father. Kama baba ndiye anayetoa ile X na Y, na imetokea kila mimba mbegu yake ya X ndio yenye uwezo wa kwenda kurutubisha lile yai, watoto wale obvious watazaliwa wa kike. Na kuna notion kwamba sijui siku ya Jumaa ikitokea ovulation hiyo ukifanya unapata, those are hearsay my friend. Sayansi inaniambia anayetoa mbegu ya kudetermine mtoto huyu azaliwe wa jinsia gani ni baba. Baba wakati mwingine anaweza kuwa na X
ndo mbegu nyingi zinazozalishwa zenye capacity kwake zinazalishwa X. Kwa hiyo so obvious atapata watoto wa jinsia hiyo. Na kuna mwanaume mwingine mbegu zinazozalishwa kwake ni Y. Anakuwa na hiyo nature ya kuzalisha mbegu ya Y. Kwa kokote anapokwenda kupanda mbegu yake, anapanda watoto wa kiume tu. Na kuna mwingine anatoa zote, lakini kwa wakati huo tu zinazoonekana zina capacity ni hizi za X. Kwa hiyo isionekane kuwa ni shida pale mama anapokuwa akizaa watoto wa kike. Watoto wa kike haoleti huyu mama, anayeleta ni huyu baba. Kwa hiyo kuzaa watoto wa kike tu ama wa kiume tu sio kosa la huyu mama. Kosa tuliseme sasa ni la baba. Kwa hiyo kuanzia leo, akina baba, acheni kuwalaumu wake zenu na kuwashutumu wake zenu kwa kuzaa watoto wa jinsia moja, kwa maana labda ni wa kiume tu au wa kike tu, na ukadhani kwamba pengine wao ndio waliosababisha. Hapana, anayesababisha mtoto azaliwe wa jinsia gani ni baba. The only parent to determine the sex of the baby is the father.